kama kuna watu wa kabila Kenya hii. Niliwaambia na mkusikia. Na nikaambia serikali hakuna watu wa kabila kama wa Kalenjin. Aaron Cheruiyot, wacha nikuulize, Rift Valley ni ya baba yako ama mama yako? Rift Valley ni ya familia yako ama ni ya wananchi wote wa kila aina? Aaron Cheruiyot, ile maneno ulisema na kuambia you are the first suspect. Ati ulisema Wakikuyu na uwezi ukataja watu wengine. Ulisema Wakikuyu watapelekwa mpaka wapi? Madhira, watasimamia Madhira. My friend, Kenya ni yetu sisi wote. That is why Wakenya niliwaambia hii serikali ukiangalia Wakalenjin kupatia cheo, my friend, hapa itakuwa ngumu. Ndio wenye ukabila, ndio wenye chuki, ndio wenye roho chafu. Hata wanga na jiuliza nilizaliwa nilikuwa Mkalenjin kwa nini? Remember correctly, you were quoted at some point asking the police to shoot and kill protesters. Our children. Why would you want police to kill? Jana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. It's good that you've mentioned that, Trevor. Let me start by saying I must confess that let me just speak. Let him speak. I must have been misquoted. Those who know my character and all these gentlemen know my character. I'm not that kind of a person. That statement, I unequivocally want to apologize. The sanctity of life is provided for and guaranteed by the Constitution and even the Bible, of which I believe in. So that statement that came out from me, I want to take this opportunity to unconditionally apologize. It is not my character, and I'm totally embarrassed by that statement. It came in the heat of the emotion of that moment, and I should have been more careful in how I made my statement. So let me use this opportunity to apologize for that statement unconditionally and say that that is not my character, that is not my personality, and I do apologize for that. Pika wapi hakuna penye tumeenda? Si ni ukweli? Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station pika yeye risasi. Mtu yoyote. Sisi tumesema tunataka heshima yetu. Na hii vitisho yenu sisi tumechoka nayo. Mtatusukuma na itafika mahali itakuwa ni kama umefungia paka kwa nyumba. Utaichapa lakini ikipenduka hata wewe utajua cha mtema kuni. Na msituambie maneno mingi. Nyinyi mjue sisi sio wale ambao wanarushanga mawe na kungojea tear gas. You know us very well that tukianza tutasimamisha inchi. So tafadhali waacheni mchezo wenu. Any Kenyan who earns less than 30,000 shillings will not pay any taxes. Number 2, we are saying any Kenyan who earns up to 50,000, we are reducing their taxes from 30% to 25%. We have also now begun the process of bringing down taxation. Mumesikia Professor vile amesema, bunge ikifunguliwa in the next week, tunapeleka mapendekezo kule bunge. Kila Mkenya ambaye mshahara yake ni 30,000 na kuja chini, hakuna kulipa ushuru tena. That is number 1. Because we have steadied the economy. Tunaelewana, my friends? We would not be able to reduce taxes if we had not set the foundation right. And that is why we are going to Parliament. We are now saying that any Kenyan who earns... Alafu pia nimesikia Bwana Soprano kule jana walikuwa mkutano State House. Akirukaruka hapo, anarukaruka hapo anasema ati serikali yetu tumekubaliana tutaondolea wafanyikazi ushuru wale wanalipwa chini ya 30,000 tutaondolea ushuru ya pay as you earn. Mimi nataka niambie wafanyikazi wa Jamhuri ya Kenya. Na nataka niambie Wakenya kwa jumla. Wakati wa siasa umefika na umekaribia. Pahali ambapo mwanasiasa anaweza kupatia mpaka bibi yake ukitaka. Ndivyo apate kula. Saa hii wanakuja kutuambia eti wale wana earn 30,000 and below wataondolewa pay as you earn. William Ruto vile aliingia aliwaongezea. Na akaongeza mingi.
akaongeza house levy 1.5%. Akakuja akaongeza pesa ya NSSF. Akakuja akawaondolea NHIF, akawaletea SHA ili ambaye zile pesa mlikuwa mnakata za premium zikaongezeka pia bado. Kutoka William Ruto akuwe rais 2022, payslip ya Mkenya ilipanda karibu ifike 50% ya deductions. Na wafanyikazi wanajua hii ni kweli. Saa hii kwa sababu tumebakisha mwaka moja tuende katika uchaguzi, sasa William Ruto ameketi chini akaona wafanyikazi wale wanalipwa chini ya 30,000 ni wafanyikazi 1.5 ati anaweza wadanganya ameondolea hiyo pay as you earn ndivyo wampatie kura. Mimi nataka niwaambie ndugu wa Kenya, it's a trap, it's a mtego. Yani all of a sudden badi umeanza kukea mambo ya mwananchi ya kawaida. You are very familiar with this michezo, hii tactic. This is fear.